tena yani huo mfano kwa sababu hata wao walifukuzwa kwenye bustani tena hapo niseme hivi kabisa, hii kubwa kabisa kwamba Adam, kitu ambacho hatukiongeagi sana ni lile katika tunda walokatazwa kula, kulikuwa kuna matunda maelfu ambao walikuwa wanaruhusiwa kula. Sijui mmenielewa? Yaani tunda ambalo walikatazwa ni moja, lakini waliwaambiwa wale ni wengi. Ila wakawa wanafikiria tunda moja ambalo ndio hiyo inaitwa tamaa. Sijui mmenielewa? Tamaa ya kufikiria tu kitu kimoja ambacho yani ndo kutokuwa na roho ya shukrani. Sijui umeelewa? Ndio yale madam anakimbiana ni kiasi kutamani waume za watu. Kutamani mali, mtu wengine wanaiba, kutamani mali za watu. Umeona? Hizo zote ndio ile una kila kitu umepewa. Sehemu ya kulala ipo, kula. Mshahara unapewa. Hujalipa chochote, malazi, kila kitu kipo. Lakini wewe kile ambacho umeona kila ambacho unamwambia hichi usifanye, ni wewe ndo unataka hicho ambacho ndio kinakwenda kuharibia sasa, ambacho ndio kinaenda kufanya nini. Na tunafahamu kwamba niseme shetani hivyo, yeye ndo mfalme wa chaos, wa vurugu, yani hapendi kuona vitu vimenyoka. Vurugu, yani vurugu ndo za kwake. Kwa sababu imagine wewe una sehemu ya kula, unalala, si ndio? Una kazi, unapewa mshahara wako, Wadada Center ipo, unapiga simu muda wote kuongea na yoyote, madamu wako anapigiwa simu anaongea. Yaani unataka nini sasa? Kweli tuambie unataka nini? Unyanyasi upigwe, unataka nini? Kweli kama soma pepo hayo nini? Anataka tunda tu lile la kumharibia. Anataka kufukuzwa. Na kikweli tunda kwa sababu tunda ilianza kwa tamaa, si ndio? Ilianza kwa tamaa ya kuona na tamaa ya kutaka kuwa mkubwa kuliko Mungu. Na kusema kutaka kuwa mkubwa kuliko Mungu ni kupata vile vitu ambavyo anapata mkuu wako. Kwanza kutamani vitu vyake. Ni kama yeye, tumie lotion yake, tumie mafuta yake, Wix baba wake. Tamaa. Kwa hiyo anyway, nafikiri imeeleweka. Mimi niseme hivi kwamba kwa kumalizia hii episode ya kwanza, customer care, huduma kwa wateja. Tunasema kwamba huduma kwa wateja lazima itoe suluhu. Kwa hiyo kama nyinyi wadada hamtatoa suluhu, maana yake hakuna huduma. Kama hakuna huduma, maana yake hakuna nini? Hakuna mteja, bro. Tukija hapa ofisini kwetu, hamna mteja. Kwa mteja nini? Sasa achana na wadada wanaenda kwa mabosi. Kuna hiyo ni episode nyingine. Hiyo ni episode ya inayokuja. Hiyo ni ya pili. Kuna episode ya pili tunakuja hapo. Episode ya pili wasubiri, hiyo tutakuwa tunadili na kituo as kituo. Lakini kwa watu tunawapeleka kazini wadada na wakaka wa understand, wasipotoa huduma ambazo za malezi, mapishi, usafi au ambazo wametakiwa kazifanye, ambazo tumewaandaa wakazifanye, kutakuwa hakuna suluhu. Na kama hakuna suluhu, my friend, hakuna biashara. Maana kama hakuna biashara hakuna mteja. Sio, umeelewa? Maana yake ndio yale unatupwa nje ya nini? Garden ya nini? Eden hapo unatolewa. Unatolewa wapi? Eden. Kwa lazima mfahamu kabisa, kutoa huduma ni kutoa suluhu. Suluhu wewe ndio inaokupa ukuu, inaokupa thamani au malipo. Sio, umeelewa? Suluhu ndio inakupa malipo. Leo hii tunasema kabisa kwamba Mungu kwetu ana thamani kwa sababu anatufanya nini? Anatuhudumia. Anatuhudumia. Angekuwa atudumia hamna hata mtu mmoja angekuwa na wewe sasa hivi ukikustua wewe kwa jina la Yesu unashtuka tu. Kwa nini useme kwa jina la nani sijui? Kwa nini useme hata babako umtaje? Hata mama yako umtaje? Lakini kumbe kwa jina la Yesu na nani? Yani kwa Yesu unampenda kwa sababu gani? Ni mseme tu kweli unapaswa. Yesu. Watu wote wanakimbilia Yesu. Makanisani yamejaa kwa ni suluhu, sio kwamba tu wanampenda tu hivi bure. Sababu na suluhu. Kwa hiyo my friend, unataka upendwe, toa suluhu. Toa suluhu. Unataka kufanikiwa, toa suluhu. Unakaa tu nyumbani unalalamika sisi hakuna ajira. Ni kwa sababu una suluhu. Una suluhu na utabaki hapo na utaendelea kuteseka. Lakini siku utakayonyanyuka ukasema ngoja nitafute matatizo ya watu niwatatulie, hapo ndipo utakapoanza kuona thamani yako na watu wataanza kukulipa
watakuriwadi. Lakini kama utaendelea kuwa na hilo jicho la hakuna fursa, hakuna kazi, maanake wewe huna suluhu. Umeshindwa hata yani kusafisha bakuli au chombo au nini. Yani ni suluhu ya bosi wako. Hana muda, ana kazi zake nyingi. Kwa hiyo anahitaji mtu wa kumwoshea vyombo, kaa na watoto wake vizuri, kusafisha nyumba. Huwezi kutoa hiyo suluhu, wewe ni binadamu gani? Na Mungu ametuweka hapa duniani tuhudumiane. Huduma. Yani lazima umhudumie mtu na umhudumie kwa level ambayo yeye ataridhika kwamba umempa suluhisho. Hapo ndio wewe utaanza kuona matokeo ya kupata, yani reward. Reward ni tuzo ambayo ni hela, fedha. Sisi au mshahara. Mshahara ni kama malipo au hiyo reward baada ya kufanya kitu. Sasa sisi tunapenda kwanza hela. Zingine za kuiba, nyingine za kutapeli. Umefanya nini? Umefanya nini mpaka ustahili kupata hiyo hela? Unakuta tu hapo ndio ile tamaa, tunarudi kule tulikoongelea kwamba tunda moja tu ukaacha fursa yote, bustani yote ukaliacha, ukaenda kuhangaika na kitu kimoja tu ulichoambiwa hiki usiguse. Lakini hicho wewe ndio unakitolea macho. Matokeo yake ndio hivyo, utabaki unafukuzwa kwenye bustani. Haya. Jamani, cha mwisho kumalizia, tulisema vizuri huduma ni kutoa suluhisho. Bidhaa, wenyewe wanasema bidhaa au huduma ya kutoa suluhisho, ndio? Kwa wateja. Wateja ni nani? Wateja ni nani? Mtu yoyote mwenye shida yote. There you go. Sasa kama waajiri wetu shida zao tumezeka huu mwongozo ni shida zote za waajiri miaka 15 tuliokaa kwenye kituo hiki. Kwa hiyo dada ambaye kweli ana dhamira ya kutaka kwenda kutatua shida za hawa waajiri ili waweze kulipwa kwenye zile mishahara aidha 500,000, maana inabidi ujenge ujuzi. 500,000, 300,000 au 1,500,000, inabidi uwe na shauku, njia ya kutaka kujua hizi shida zao. Uwezo unataka tu unataka kwenda kwa bosi shida zake uzijui. Sisi tumekurahisishia tukakupa mwongozo kwamba hizi ndio shida za bosi wako. Utakapoweza kuzifanya kwa level hii, uwe na uhakika utalipwa aidha 500,000, 300,000 au 1,500,000. Kuna mwingine bosi anamkataa dada 1,500,000 lakini bado anamkataa. Kwa hiyo yani lazima ujenge ni process, yani ni mchakato. Kuweza kutoa huduma bora pia inahitaji mchakato. Unaweza ukaanza sasa hivi kama Grace alianza na 1,500,000. Mwaka uliofuata akaenda 200,000. Amejenga yani ameendelea kujifunza shida za bosi wake. Sasa hivi analipa 500,000. Kwa hiyo sasa kwa wadada hiyo ndio changamoto ambayo mimi nawapa kwamba tumewapa mwongozo unaowaonyesha siri za shida walizonazo mabosi ili wao waweze kujijenga kutoa nini? Kutoa huduma. Ambayo nimalizie kwa kusema tukienda mahospitali hakuna Mtanzania ambaye hajakwenda hospitali. Hayupo. Labda ambaye hajazaliwa. Si ndio? Wote tumeenda hospitali. Hapa hajazaliwa. Hata kama hujazaliwa unaenda hospitali. Au hujampeleka. Yeye mwenyewe. Lakini ameenda. Hajaenda. Na anapimwa. Hajaenda. Na amewakilishwa. Dawa zake za dawa za mamake. Na maana gani? Kwa nini unaenda hospitali? Ukienda hospitali una nani anayetoa suluhu pale? Daktari anatoa suluhu. Ukifika kwa daktari unampa nini? Au unamwambia nini? Unamwelezea shida zako, si ndio? Kwa hiyo kumbe kutafuta shida au kusema shida tunaweza, si ndio? Haya, makanisani mnaposhinda masaa 10, 20, 30, 40, wengine mnaambia muandike kwenye vikaratasi, mnaambia muandike nini? Shida zako, mahitaji. Nyinyi sasa kule hauiti shida. Ndio maana watu wengi wale mnaita nini? Maombi ni shida, my friends. Nafikiri mlikuwa mjue. Maombi tuombeani, jamani mniombe hivi, jamani mniombe hivi. Hizo zote ni shida. Lakini hizo shida wengine wana programs za kwenda kuonana naye direct ana kwa ana. Kuonana na Mungu? Huko makanisani. Yaani kwa ajili tu ya kutaka kujua shida yako ili aweze kuja na suluhu. Kwa hiyo ukiona anahubiri sana habari za ndoa, ujue watu wake wamejaa masingo women. Kwa hiyo point yangu ni kwamba yani nicha kusema cha muhimu ni kwamba tunafahamu kabisa mkienda hospitali mnatoa shida zenu ili mtibiwe. Na pale mnalipa, si ndio? Mkienda makanisani shida zenu zinageuka kuwa maombi, mnataka muombewe. Na mnalipa. Siku hizi mnalipa. Si ndio? Sio tu kwa muda na kwa hela. Sasa kama mnajua kwamba shida ndio zinalipa,
Kwa nini hamzitafuti shida kwa wengine ili mlipwe? Kama mnajua shida zinalipa, kwa nini hamzitafuti kwa wengine ili mlipwe? Wanazikimbia. Yani nyinyi mkosi ana kazi mengi. Kumbe hizo ndo shida au ndio maombi yake. Ambayo sasa ukiyafanya wewe tatizo, sisi tunapenda sana kumkimbilia Yesu na Mungu. Lakini Yesu mwenyewe na Mungu anatuangalia like bro. Nenda katatue shida yako hiyo. Hiyo usinikimbilie mimi. Acha uvivu, nenda kafanya kazi. Nyinyi mnapenda kukimbilia makanisani, kukimbilia kutoa sadaka ili msifanye kazi. Mbona uko wajinga? Yaani unatoa sadaka ili usifanye kazi. Unapewa hii sadaka ya kufanikiwa, alafu mtaka weke miguu juu. You understand it makes sense kichwani. Wajinga ndio waliwao. Sadaka ya kufanikiwa. Sadaka ya kufanikiwa. Unasema nyingine sadaka ya mume. Wakati wewe mwenyewe hata kukaa na mwenyewe uwezi. Huyo mimi anakuja sana nani? Yaani wewe mwenyewe kuishi na wewe mwenyewe umeshindwa. Lakini unataka kutoa sadaka ya mume. Atakuja kuishi na nani? Jamani hiyo mbona sijaelewa. Subiri. Yaani wewe mwenyewe huwezi kukaa na wewe mwenyewe. Umeshindwa kuishi na wewe. Yaani wewe umeshindwa kuishi na wewe. Hiyo kazi. Yaani wewe mwenyewe hujajikubali, lakini unataka uko busy, unataka uolewe au uoe. Wewe mwenyewe hujajikubali. Huwezi kuishi na wewe. Nikisema wewe una maana yaani wewe mwenyewe maisha yako huna furaha. Hujaridhika, hujikubali, una shida, una furaha, lakini uko busy unatoa sadaka eti mtu mwingine aje kuishi na wewe ili wewe mwenyewe ujipende, afu unataka mtu akupende. Sasa inakuwaje? Sijui maneno. Kwa hiyo tuko busy kumkimbilia Mungu, lakini unajua sometimes Mungu anataka sisi pia yani yeye anatukimbilia sisi, lakini hilo ni somo kubwa sana ambalo watu wengi wanaweza wasielewe. Lakini alisema mpende jirani yako kama kwa sababu alishatupenda na akatuonyesha mifano yote kwamba ukiwapenda watu, watumikie watu, wasaidie watu. Sasa sisi akatuambia kile unachotaka kufanyiwa, ufanyie. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo tunatakiwa huku tuwapende watu kwa kuwatatulia nini? Shida zao. Wale watu wakiridhika na wao wataturiwadi. Sisi tunapenda miteremko, ndio maana nasema tunapenda vitu virahisi, miteremko, vitu rahisi. Tunapenda kupewa, tunapenda miujiza. Ndio maana hadi Yesu akamwambia kabisa, nyinyi mnapenda miujiza, you are wicked people, mnapenda miujiza. Yesu aliwaambia kabisa, nyinyi mnapenda miujiza. Lakini leo tunakimbilia miujiza makanisani. Lakini Yesu mwenyewe aliwaambia nyinyi mnapenda miujiza, najua. Mna lolote njaa. Umeelewa? So what's the point? The point ni kwamba sisi tunamkimbilia Mungu, si ndio? Lakini actually Mungu anatukimbilia sisi. Lakini sisi wenyewe hatuelewi. Kwani mtawala duniani ni nani? Nani anatakiwa yote duniani kutawala? Nani anatakiwa tawala duniani? Mwanadamu. Sasa nyinyi mnaona kama mnatawala au mnatawaliwa? Mnatawaliwa. Unatawala? Mimi natawala. Hilo swali ujiulize wewe mwenyewe. Wewe unaangalia sasa hivi na nyinyi mko hapa. Wewe unafikiri hapa duniani unatawala au unatawaliwa? Mimi natawala. Sasa tukisema unatawala, unatawaliwa, kuna kimwili, kiroho, kiakili. Kuna watu wanatawaliwa na addiction. Kuna watu wanatawaliwa na ubwabwa. Jamani, kwa lazima hiyo. Kuna watu wanatawaliwa na pombe. Bangi. Kuna watu wanatawaliwa na fedha. Yaani tu lile linakuwa. Kuna watu kwenye kiroho wanatawaliwa na wachawi, romba. Yaani wakati sisi tumeletwa hapa duniani tutawale. Tawale. Kwa hiyo Mungu na nyinyi mko busy mnamkimbilia yeye, anaangalia is like bro, you crazy or something, you know? Mnakimbilia wachungaji. Wachungaji wenyewe hata hawajui cha kufanya. Wao wenyewe wanatawaliwa na matatizo chungu mzima. You know? Jamani, nafikiri kwa episode ya kwanza inatosha, tusiwa mzigo ukawa mzito zaidi watu wakashindwa kuelewa. Lakini cha msingi ni kwamba leo tunasema episode ya kwanza, huduma kwa wateja. Huduma unaotoa lazima itoe suluhu. Unauza bidhaa, unatoa huduma, lazima itoe suluhu. Kwa hiyo tusiwe kama hawa wanatudanganya wengine makanisani, wanaweka watu wao fake wanawaombea, kumbe hamna lolote, ni michongo. Au wauza bidhaa na kuwekea bidhaa na kwambia hii nakupa warranty ya mwaka mmoja, baada ya siku moja ishavurugika. Simeelewa? Na nyinyi wadada is exactly the same. Unapewa, unaaminiwa kwenda kutoa huduma, lazima uwe suluhu kweli. Mtoto muangalie vizuri, mlinde kweli. Chakula upike vizuri. Si ndio? Usafi ufanye vizuri. So mpaka uambie kuvuta nini? Viti usogeze.
Simeelewa? Suluhu ndio hiyo. Kwa hiyo tutafanikiwa pale ambapo tutatoa huduma ya kweli kwa wateja. Wateja ni nani? Ni mtu yoyote mwenye changamoto, na hakuna binadamu asiyokuwa na nini? Na changamoto. Kwa hiyo suluhu ziko chungu mzima. Shahari yako mwenyewe. Kwa hiyo huduma za kutoa ziko chungu mzima. Ziko chungu mzima, na Mungu ametengeneza mfumo makusudi ili tuweze kuishi pamoja. Wewe utatoa betri, huyu atatoa sijui remote, atatoa kioo, atatoa plastic, huyu atatoa cover, huyu atatoa yani chungu mzima. Bidhaa moja inaweza ikashirikisha huduma kama 10 na zote zinatolewa na watu tofauti. Sisi tumeelewana jamani? Haya. Toe huduma zenye suluhu. Sio huduma tu, huduma zenye tuache utapeli na maneno mengi. Ujanja hakuna. Huduma zenye suluhu kwa wateja ambao wametuamini, wametulipa na wanatutegemea. Mungu atusaidie. Peace out. Usipotoa huduma itakula kwako. Kwa nini kwa nani?